wanaita Dragons, wanaita The New Kung Fu Cult Masters. The New Kung Fu Cult Master hapa tena inasonga mbele na sauti ya DJ Six Fingers in the building. In the 1 and 2 kwenye 1 na 2 itifaki imezingatiwa. Sehemu ya 3, yani episode ya 3. Translations ni Yoyong Masamba. Yoyong Masamba hawa ndio umetokea translation na DJ Six Fingers, The New Kung Fu Cult Master. Pale tulipokuwa tumeweza kuishia ndipo pale tutakapoweza kuendelea na picha yetu nzuri kabisa kweli hapa sasa. Wanaita The New Kung Fu Cult Master. Basi jamangu akaamua kuondoka. Binti anambia chamani zangu, utanijibu wapi na saa ngapi? Anambia nipe siku moja. Chochote kitakatokea usiku wa leo, kesho jioni itabidi tuonane tena hapa. Yani chochote kitakatokea ni kipi? Wale mamaster na wao wakaletewa ambaye Imoi, Shaolin, Kongdong, Huansham, Kulun, kila mmoja ameshakunywa antidote tayari. Lakini wakati kawapatia antidote tu, akashangaa kimeumana. Nini kimetokea? Kuna vikosi vinakuja. Tena vikosi vinakuja vimejikamilisha. Kuna watu wanakuja na vikosi. Alo. Anasema Prince, Kutao ni msaliti. Kamkamata kakangu mkubwa, kachukua antidote, anawasaidia wale 6 investors. Ambaze, haraka chomeni mnara. Ule mnara unachoma moto. Ambia lakini kakangu mkubwa yuko huku ndani, sasa itakwaje Kutao? Anambia hao wakubwa 6 wako huku. Wachomwe. Watoke, yani hamna kutoka hapa. Ambia ndugu yako hana bahati tu. Ndugu yangu! Sasa jamaa wako akatoa ishara kwamba kimeumana. Kumbe Fara kweli ni msaliti. Sasa jamaa anaanza kupambana na hao askari wasichome moto. Michale! Sasa huyu naye imebidi asaliti wakina Kutao. Asei anakimbilia ndani. Anasema mishale jiandaeni. Yeyote atakayetoka anatakiwa uawe. Yeyote akitoka uawe. Halo, kimeumana. Huko kuna watu wamekuja kwa ajili ya kuwasaidia. Anambia tufuateni. Wamekuja kusaidiwa hao. Wawafate. Wamekuja kusaidiwa. Halo. Wanatolewa hao wote walikuwa wameweza kukamatwa. Waliokuwa wametekwa wote wanaondolewa. Lakini ule mnara kumbuka unachoma moto. Sasa Chiefman, sasa tuondoke. Ambao na maana gani kusema hivyo? Kutao tayari ameshatupatia ishara. Kwa hiyo hapa ni muda wa kuondoka. Anasema Kutao, ameje nendeni mimi nitawafuata. Wewe wazee tunaondoka hapa haraka tuondokeni. Wanatoka. Mwalimu, nimekuja kuwa kumbe ni original. Ambaye acha furaha. Huyu jamaa ni shetani. Tuwezi kusaidiwa na shetani alafu sisi tukaupokea huo msaada kama kitu kizuri kwa upande wetu. Sasa jamani, chini kuna moto. Nini? Floor ya kwanza na ya pili inaungua moto anasema. Anaweza tufanyaje? Twendeni. Halo, kizaazaa kizito. Watu wanatafuta ameshakula antidote tayari. Ama unataka nini? Ambia tumetrikiwa. Yaani Faraka triki ni kumsaidia mtoto wake. Ambia mjinga unaharibu jina langu na kuua. Zinapigwa sasa. Mama anapigana na huyu mshenzi. Jamaa ana uwezo mkubwa. Wewe sikiliza. Mtarudi nyuma au sivyo au anawatupa. Kutao. Haraka jamaa kashateka watu. Ambia ndio. Mr. Chairman. Huyu jamaa bado unajua hapa. Sasa sikiliza, Ufara alitupatia sisi dawa ya kutudhoofisha, yani sumu ya kutudhoofisha. Ghafla mashine ya kazi hapa. Kuna nini? Moto umewaka. Haja jamaa hawezi toka. Sasa inabidi tutafute njia ya kuwasaidia. Ili watu washuke chini. Inatumwa kamba. Anambia nani aanze kwanza kwenda? Asituanze sisi. Leta mshale. Leta upinde na mshale. Watu wanaanza kushuka. Prince kakamata upinde na mshale, kakata ile kamba.
wanakwenda chini hawa wasee. Alo. Wa kwanza wakapoteza uhai. Mshale wa Prince. Ghafla kuna mtu kapita kama kimbunga hapo. Katulizwa Prince nini? Hiyo hapo mashine ya kazi. Cheki Prince. Kaondoka naye mzee kapaa naye juu. Unataka kuongea nini wewe? Akamtuliza. Haya njoeni na mishale sasa. Binti anakuja na mishale. Kaka yake katekwa tayari. Binti kaja na mishale. Mishale! Piga mishale kwenda juu. Wazee wanaparangana na hiyo mishale. Kila mmoja fanya haraka. Wakarudisha ndani. Huyu kapigwa mishale na manzi yake ambaye hata. La sivyo namuua huyu. Unajua kuangalia? Haraka macheka kaka. Mimi usijali kuhusu mimi. Usijali kuhusu wewe. Jengo linawaka moto namna hiyo. Akambeli jengo sio strong sana. Sasa tufanye kitu. Wafanya namna kwa saidia watu wengine. Sawa? Yeye na mfalme wa Popo wanaondoka. Mfalme wa Popo linapaa vizuri. Chale yako akazama paka kundani. Uji! Ankomong. Wazee wote. Sasa situation sio nzuri. Kwa tafadhali naomba muamini zangu Ji. Tunaruka kwa pamoja tunatoka hapa. Sawa? Chief, mimi naanza kwanza. Anko wa pili pia anakuamini Uji. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Hello. Kazi wanayo. Bablinyos! Hawa wataipenda hawa. Watu wana hasira. Babu yako huyu hapa mzee Mamudu Saiki. Yuko pale mzee Mamudu Saiki. Anakuja zangu Uji. Cheki zangu Uji anapokuja. Huyu jamani hatari. Yaani ni moto morito ni fire. Kwanza akapiga tupu hizo zinaitwaga tupu hapo juu hapo. Bablinyo! Alafu akatua. Shuka chini. Nani aanze? Hawa hapa wanakuwa pili. Na wao wanakuja namna hiyo. Staili anawaonyesha, anavowashusha. Yaani namna anavowapokea hapo chini. Halo. Yes sir. Zangu Uji anawapokea namna hiyo. Watu wanapokelewa kimashoti namna hii. Hapo vipi wazee? Anaambia mamba sana. Hapo mamba sana. Wengine wanakuja tena. Uji anatuma kitu namna hiyo. Watu wanashushwa taratibu. Huku kipigo kinatembezwa. Halo. Uji anaendelea kuwashusha. Wazee wazima, wengine wa Shaolini, wengine wa sehemu mbalimbali. Asa huku nani? Chibnishe! Fanya haraka tuondoke! Kufara mnataka nini? Twende haraka! Zangu Uji anatupokea. Anaambia wewe nenda. Mama akamsukuma binti kwenda chini. Halo, zangu Uji inabidi awapokea wote watatu. Anawapokea namna hiyo. Alafu kumbuka binti yeye alikuwa yani alikuwa tofauti. Zangu Uji kachoka. Binti anakuja huyo. Anakuja kumbe lisaulika. Uji akaona huyu nampokea namna hii. Alimdaka mtoto wa kike. Afu mbaya zaidi ni kwamba zangu Uji anampenda umanzi. Ambia uko poa. Ambia ni sawa tu. Anadondoka zangu Uji. Ametumia nguvu nyingi sana. Aliyebaki kule ni mwalimu wake na binti. Ambia nani yuko kule juu? Ambia ni Simei peke yake na ule Ming Alda. Ndio amebakiana ule mkubwa wa Ming. Anaambia rudi nyuma. Hawa ndio waliobakia. Alafu hawa jamaa anakuja kuangalia kaka yake amekufa sasa. Nataka kumkamata mwana mama. Niachie. Ambia hamna cha kuachia. Akamkamata anashuka naye. Cheki anavyoshuka naye. Piga takatifu. Halo, anakumbuka ile pigo ile. Alipigwaga ile pigo. Kwa hiyo anamjua ufara. Kumbe ni wewe. Ngoja. Huyu, tulia nikuonyeshe. Kwanza akambakisha yule kule juu. Anakuja kumpokea mama akamzaba. Mama hakutaka. Mwalimu! Mwalimu hakutaka kusaidiwa na zangu Uji. Mwalimu! Mwalimu! Anasaidiwa analeta kiburi huyu. Akaambia usihangaike Zuzuru. Usihangaike. Mwalimu! Mwalimu alikata moto. Binti anamuita Zuzuru. Anampoteza mwalimu wake. Lakini tayari mwalimu alishampatia cheo ndani ya Imei Sekti. Wewe ndo atakuwa mwalimu na kiongozi wa Imei Sekti. Mbona mambo hayo? Wakubwa wengine wakasogea pale kuja kumwangalia. Ni kizaza.
Kabinti kale kule juu kule kana hasira. Huyo binti anasema mwalimu. Binti ameshampoteza mwalimu wake. Sema chairman, umesaidia memba wote wa 6 universities. Sasa inabidi tuondoke Datu haraka sana. Mwalimu. Fang ni right wings. Chukua mwili wa chairman Siezin na kwa ajili ya kwenda kuzika. Misizu tuende. Mwili unatakiwa ukasitiriwe kwa heshima. Chairman Zhang! Tafadhali mwachie kakangu. Ambe kamchukue. Sawa. Binti anaambia mlete bwana. Mwacha aende zake. Sisi tuondokeni. Wanaondoka zao. Binti ana hasira yule. Anamwangalia Zhang Uji. Kuja kwa anapigwa makofi na babake mpumbavu. Unakumbuka uliniambia nini wewe? Wewe ulisema kwamba utaichukua masharti ya dunia. Kabla ya miezi 3 uchukue kila kitu. Ona sasa. Member 6 major universities wameshachukuliwa. Tumewapoteza watu wawili semi elders. Wapashujaa wazuri. Anambia tafadhali mheshimiwa usimlaumu princess. Baada ya yote ni kwamba ulikuwa aliangukia kwenye mtego Zhang Ji. Na hakutegemea wala hakutaka kufanya makosa. Akaambia ni kati ya mimi na babangu usiingilie. Kaambia sasa nimefanya maamuzi naye atakayebeba ile jukumu. Chungkun peke yake ndo atabeba ile jukumu. Utakiwa kuingilia tena. Chungkun peke yake ndo atakiwa beba ile jukumu. Binti atasema nini? Baba anasema ni Chungkun peke yake ndo anatakiwa kubeba ile jukumu. I say, mtu mwingine yote asiingilie. Twende katika sehemu ya 4 baada ya kumaliza sehemu ya 3. Sehemu ya 4 hapa. Mashine inaitwa The Kung Fu Cult Masters.